Tukiwa katika mti wetu huu wa mbahadhi. Mti wa mbahadhi ni dawa kubwa sana na ni dawa maarufu kwa kila mtu ambaye anaufahamu mti huu, na kila mmoja anaujua kwa jina lake. Majina ya dawa hii ina majina mengi sana. Mti huu kila mmoja anaujua kwa jina lake. Wengine mti huu wanauita mti mkuu. Kuna watu wengi wanasikia mti mkuu. Wengine wanasema mti mkuu unaonyesha gome lake tu. Wengine wanaita mti mkuu unaonyesha tawi lake, lakini hawaonyeshi majani yake ili upate kutambua. Huu ukisikia wanaoita mti mkuu, basi ndio utambua kwamba huu ndio unakuwa mkubwa sana. Kama utakuwa umefika kwenye labda miaka 5, 10, 15, unakuwa ni mti mkuu, mfano wa mti hata wa msufi vile, jinsi unavyokuwa mkubwa. Pia na mti wa mbahadhi pia vile vile anakuwa mkubwa sana. Huwa anakuwa mkubwa kutokana na miaka mingi iliyoishi mti huo. Dawa hii inatibu maradhi mengi sana. Mti huu unagawanyika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni majani yake ni dawa. Sehemu ya pili ni magome pamoja na mti wake ni dawa. Sehemu ya tatu ni mizizi yake. Zote hizi leo tunakusudia kuongelea majani ya mti mkuu au mti wa mbahadhi. Tutaongelea maradhi ya aina 2 au 3 kutokana na majani ya mti mkuu na mti wa mbahadhi. Majani haya hutibu maradhi takriban 50 majani tu, lakini katika maradhi 50 tutaongelea maradhi aina 3. Tutaongelea maradhi ya kizazi, tutaongelea maradhi ya kuondoa nuksi na kurudisha nyota ya mtu ambayo iliyofanyiwa ushirikina au mtu aliyerogwa nyota yake, au tutaongelea pia vile vile mvuto wa biashara. Pia tunaposema mvuto wa biashara ni namna moyo wako unavyoishi na watu. Je, zamani na sasa hivi ulikuwa unaishi vipi na watu? Kuna mabadiliko umeyaona, hauishi vizuri na watu. Kwa nini? Uenda ushapigwa vijicho usijue. Sasa bila kupoteza muda, upande wa kizazi, majani haya ya mti mkuu au mbahadhi, hakikisha unachuma majani kilo nzima iliyokamilika. Ukisha chukua kilo nzima ya twanga, ukisha ya twanga, hakikisha unapata unga. Ukishapata unga wake, utachemsha maji kama lita 1 ya maji, ichemke sana. Alafu utachukua kijiko kimoja cha unga wa mbahadhi, utaweka kwenye yale maji yachemke pamoja. Yakisha chemka, hakikisha utakapoiripua au utakapoishusha, chukua kikombe kimoja cha maji, chukua na mafuta ya mzeituni kijiko kimoja, changanya kwenye ile dawa yako, ikoroge vizuri, ijimix vizuri sana pamoja na ile dawa. Ikisha poa kidogo, maji ishafika katika hatua ya kiuvuguvugu, kunywa yale maji. Fanya hivyo asubuhi na mchana na jioni hadi siku 14, hadi siku 14 mpaka siku 21. Wewe unasumbuliwa na kizazi, hakikisha dawa hii unaitumia. Ni dawa nzuri sana, itakusaidia. Hatukatazi kuamini dawa za kizungu na kutumia dawa za kizungu. Tumia dawa zetu hizi ambazo ndani yake hazina kemikali. Ni dawa ambazo Mwenyezi Mungu ametuumbia ili tujitibu nazo. Usidharau. Tukienda maradhi ya pili yanayotumika na majani haya ya mti mkuu au mbahadhi, basi kwa mtu anayesumbuliwa labda na kijicho au hasadi, kwa maana ya nyota yako kuchafuliwa. Tunasema kwamba nyota, tutakuja kueleza katika video nyingine nyota ni nini, maana watu wengi wanajua nyota ni ile iliyo mbinguni. La, sio hivyo. Nyota tutakuja kuitolea elimu yake kwa upana zaidi, kwa sababu ni kitu ambacho kimewakanganya watu wengi sana katika ufahamu. Yani nini maana ya nyota? Labda tudokeze kidogo. Nyota, Mwenyezi Mungu kamuumbia kila mmoja na malaika wa kheri. Sasa yule malaika wa kheri yule ambaye yuko pembeni yako, kila binadamu ana malaika na kila binadamu ana jini pembeni yake.
Yule sheitani wa kijini ndio yule anayekufanya uwe na wasiwasi katika nafsi yako ili uharibikiwe. Sasa yule malaika wa kheri naye anakushawishi ufanye mazuri. Sasa kuna mashaitani wa kibinadamu hawa wenye chuki na roho mbaya. Yule malaika hutembea na nguvu ya imani yako wewe. Sasa tuachie hapo, tutakuja kueleza siku nyingine kwenye video ndefu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akituweka salama. Endelea tukufuatilia video zetu. Maradhi hayo ya mtu ambaye amechafuliwa nyota, ili nyota yako irudi, chukua majani haya ya mbahadhi, hakikisha unayatwanga vizuri. Chukua na chumvi ya mawe ya baharini. Ukisha chukua chumvi ya mawe ya baharini, ni chumvi yoyote tu unaweza kuyaona, nenda kaulizie tu kwenye maduka yanauza chumvi ya mawe ya baharini. Ni chumvi ambayo imetengenezwa na maji ya bahari kwa chumvi ya mawe ya baharini. Utachemsha dawa hii. Ukishachemsha vizuri, nenda kakoge dawa hii bafuni. Weka imani yako kwamba Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie. Mungu wa mti huu ni yule aliyeumba mti huu, ndiye tunayemuomba na ndiye katufundisha dawa hizi ili tupate kuondoa matatizo kupitia dawa zake ambazo yeye Mwenyezi Mungu ameziumba. Utatumia hiyo ndani ya siku 7. Ile hasadi, chuki, uchawi uliofanyiwa, basi utaondoka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ama mtu ambaye anasumbuliwa na kurogwa, ni maradhi ya mvuto kwenye biashara yako au kwenye biashara zako. Umechafuliwa biashara yako, biashara yendi, malengo yako hayafiki popote. Kila ukiweka malengo, mwaka huu tajenga, mwaka huu natakiwa nifungue duka, mwaka huu natakiwa nifanye kadha kadha wa kadha, alafu unajikuta malengo yako inakwenda na maji, hayaendi popote wala hayafiki popote. Basi tunakufundisha, chukua majani haya, kuwa na chumvi ya mawe. Ukisha kusanya zote hizi ziwe za unga. Zikisha kwa za unga, chemsha maji yako vizuri. Nenda na maji yako, pige deki dukani kwako, sehemu yenye biashara yako, kapige deki, kasafishe vizuri. Chukua maji, mwagia kila sehemu yenye biashara yako. Kama kulikuwa na kitu kibaya, uchawi uliozikwa, irithi iliyofungiwa kwenye ofisi yako, uchawi wa aina yoyote, kama kuna mtu alichukua mchanga wa mtu wa chini ya mtu wa mbahadhi, akachukua na majani, au akachukua na majani aliyoota juu ya kaburi, au akachukua udongo wa makaburini akauchanganya, alafu akachukua na mchanga wa kwenye ofisi yako, sehemu unapofanyia biashara zako, akafunga, alafu akakunuia, akazika sehemu, au mara nyingi wanazika kwenye ofisi yako. Kama ule uchawi umezika ofisini kwako, basi tambua, ukimwagia maji haya ambayo tunakuelekeza sasa hivi, basi hakikisha fanya hivi na ule uchawi utaondoka. Ani ule uchawi hauwezi ukabaki pale, aidha ubatilike, aidha ukimbie. Wale majini watachukua ule uchawi na kukimbia nao, wakaurudishwa kwa mwenye nao, na ule uchawi utampiga mwenye nao. Yule mwenye nao anajikuta ile mikosi balaa aliyokufunga nayo yeye, basi unamrudia yeye mwenyewe, anaanza kupitia tabu ambazo wewe ulikuwa unazipitia. Atakufundisha uchawi. Fanya kwa wema. Ewe mtazamaji, tunakufundisha namna gani utajiondoa kwenye shida. Hakuna manuizi, kwa sababu manuizi wao utaja pale ambapo wanapomtaja kiumbe ambaye atakayewasaidia kufanya kazi. Wewe huna hiyo kiumbe, basi maji, nenda kamwage, kapige deki sehemu hiyo, basi ile uchawi utaondoka na utakimbia, na hauwezi kurudia tena. Na hiyo itakuwa ni kinga kubwa sana kwako. Kila mchawi, kila mbaya, kila hasadi itakapotaka kuja kupiga hapo, basi ule uchawi, hasadi, ushirikina utarudia wenyewe kwa kupiga kwa nguvu kubwa sana. Basi tunakufundisha dawa hii ili upate kujinusuru na matatizo na madhila ya walimwengu wabaya, walimwengu ambao hawana heri kwako. Karibu sana ndugu mteja. Usikose kusubscribe, kucomment na kulike. Sambaza video zetu, toa maoni yako, tukufundishe dawa gani ambayo wewe inakusumbua kwenye matatizo yako, maradhi ya kawaida na maradhi pia ya kurogwa na pia yasiyokurogwa. Yote tunaweza tukakusaidia ni namna gani utajiokoa na utajiondoa kutokana na yale yanayokukumba. Asanteni sana.
sana, karibuni sana wana media.